sana. Nafurahia sana kwa kufanya kazi na Munya, Waziri Munya, na mimi na kuhakikishia tutaendelea pamoja, na mimi na kuhakikishia hata hiyo njia ingine unaenda tutaenda na wewe kama vile watu wamesema. Sikizeni, kama vile watu wanasema Nairobi, mnasikia hata watu wanakutana sijui 5 sijui 6 wanaongea mambo ya kesho, na hakuna mtu yetu ambaye anakuwa kwa hiyo meza. Sasa tunaanza kusema hivi, wewe Munya utakuwa kwa hiyo meza, hata kama hii kazi ya waziri inafanya usiwe kwa hiyo meza. Wacha tuulize rais nyuma ya hama vile utafanya kazi ya rais na uwe kwa hiyo hema. Au mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Na tuambie Bwana Kabogo, hata wewe ingia kwa hiyo hema, wewe ingia kwa hiyo hema. Na wale watu ya Mount Kenya tunasema sisi hatuja hapa kukuja hapa kupiga sijui nani afanye nini. Sisi tunataka wengi wajitokeshe na waingie kwa hiyo meza ili tuongee na tujue tutaelekea wapi tukiwa watu wa Mount Kenya. Tuko pamoja. Halafu nimwambie hivi, unajua tangu wakati wa uhuru independence 1963 sisi ndio tumekuwa center ya siasa ya nchi hii, na hiyo ni kwa sababu Mungu, sisi ndio Jews wa Kenya na wa Afrika. Mungu anatupenda na sisi ni watu werefu, na Mungu akatupea numbers. Sasa hizo numbers mumeanza kuingiliwa. Tuambie ukweli, si tumetoka tu hapa Kiambaa miezi 2.5, mumeanza kuingiliwa watu ya mlima. Na niwaambie hivi, katika Afrika kuko manyinyi, kuko na kabila ukienda Nigeria inaitwa the Igbos. Hata ukienda upande wa Southern Africa kuko na kabila nyingi, lakini hasijawahi kukua katika serikali. Na hiyo ni kwa sababu ya mahali tunaelekea, kwa sababu mtu anajua divide and rule. Mkiwa pamoja, mkiongea kwa sauti moja, mkisema ile mtafanya, hakuna mtu atawafanya. Vijana na wazee nini tumeisha. Na mimi nataka kuambia wale ambao walipigania uhuru walikuwa vijana kama nyinyi, na kama wangekuwa mahali tuko sasa, tungekuwa bado na mzungu akiwa anasema. Tutaongea kwa sauti moja. Sisi tutatoa candidate wetu, sisi tutakuwa na chama chetu. Ukitaka kuongea mlima ingine 3-4, sisi tutakuwa kwa shida. Na vijana wetu, nafurahia wale vijana wamekuja hapa. Vile nataka kuambia ni hivi tu, leo uko kijana, uko na mtoto na uko na mama, pengine mtoto wako nasari au ECD. Wewe ndio utamfanya huyo mtoto awe injinia, awe daktari, awe nini, kwa mambo ambayo atakuwa maskini, kwa sababu tunaambiwa mambo ya umaskini. Kwa hivyo mimi nataka kuwa twina candidate wito na namba cito nitwetekania tanyonia hiyo guo munionyeshe namna hiyo. Si nimewaambia vizuri? Simeambia vizuri? Basi munipigie makofi. Nipigieni tena. Asante sana, Mungu awabariki.
Asante Governor Nyoro kwa mazungumzo hayo mazuri pia na kuweza kutusimulia vile tutaendelea mbele. Naomba kumwalika Deputy Governor kutoka Nyandarua, Madam Cecilia Mbudia, ametumwa kuwakilisha Nyandarua na Governor Kimemia na atakuja hapa pia kuwakilisha salamu zake. Karibu madam. Hivyo ndio tuonane. Na wasalimieni wote, habari zenu? Na Mungu ni mwema. Wacha nione watu wa Nyandarua mahali mmeketi. Oh, asante. Wapigieni makofi tafadhali. Kama vile umesikia, nimetumwa hapa na His Excellency the Governor of Nyandarua, Governor Francis Kimemia. Tukuje na hiyo delegation yote mmeona imeinua mkono, tulete ujumbe wa kusema tuko pamoja sana na hii block ya Mount Kenya. Sijui kama mnafurahia hiyo ama hafurahii. Ni vizuri. Nyandarua iko tu hapa karibu na Kiambu. Tumeboda hapo Kiambu, alafu pande ile nyingine Nakuru na pande nyingine Laikipia. So ni region hii moja. Tunataka kusema ati vile mambo imeongelewa hapa, si tuko ndani kabisa. Tunasema umoja wa hii region ndio itafanya na sisi tusimame ukifika 2022. Na ni vizuri Mheshimiwa Munya, kwa vile umetupangia hivi juu kuongea ni vizuri. Gucira ni kwega, reke njarie Gikuyu. Haha ndigwiciria he mundu tangeigua Gikuyu. Ndanaruta wira guku Meru na Plan Kenya, na niĩ ndaragia Gikuyu, atumia makanjarĩria Kĩmĩrũ na no ndĩraigua. So we are one region, na ni muhimu sana tushikane pamoja, tukae hivyo. Kwa ile yetu tunakuza viazi the President Uhuru Kenyatta wanafanya vibaya sana. Sijui kama mmewaona. Wakasema Mungu ametupatia kiongozi. Huyo kiongozi tunajua mahali yametoka na vile baba yake alipigania huu uhuru wa nchi yetu. Na sisi tukienda tukimtukana, ni kusema tunajitukana sisi wenyewe. Na hata tunaweza pata laana kutoka kwa Mungu. Mzee mmoja amesema hivyo. Sijui kama mnaona hivyo. Tunaweza kujirani miaka milele. Kwa hivyo tukue ndani ya chama hiyo yetu, ndio sisi tutaitengeneza. Hiyo ndio ujumbe kutoka Nyandarua, na ninataka kusema Mungu awabariki. Tukae hivyo na tujue mahali tunaelekea. Asanteni sana. Wapi makofi ya watu wa Nyandarua. Na uwakilishe salamu zetu to Governor Kimemia. Tumepokea two apologies from the governor na pia governor kutoka Embu ambaye pia ndio chairman wetu Council of Governors. Governor Wambora hataweza kufika, lakini ametuma pia salamu zake. Na pia governor kutoka Murang'a, Governor Wairia ameweza pia kutoa his apology na akasema tuko pamoja na yeye.
Naomba sasa nichukue nafasi hii nimuite gavana kutoka Kirinyaga, Gavana Minji aweze kutuzungumzia kwa kifupi. Asante. Aya, weka hiyo wimbo ya mama. Firilinda hapo iko wapi? Asante sana. Watu wa Meru mugeni kaire. God is good. Nionyesheni kwa mkono. God is good. And all the time. Mimi nianze kwanza kwa kushukuru sana Gavana Waziri Munya kwa sababu ya kutualika kuja huku Meru leo. Magavana ambao walioapa, waheshimiwa, wabunge na watu wote wa Mount Kenya. Sisi kama viongozi wa Mount Kenya tuko katika kikao hii kwa sababu ya kitu kimoja. Na kile ambacho kimetuleta ni unity ya Mount Kenya. Juzi tulikuwa kule Nyeri. Na kabla tujaenda Nyeri tulikuwa tumekutana kule Nairobi kikao kidogo. Tukasema kama viongozi tuko na jukumu ya kuonyesha watu wetu tutatawanyika, na sisi kama watu wa Mount Kenya tutajilaumu na viongozi ndio watalaumiwa tukienda mbele tukiwa katika shida. Nyodo Gikuyu kiugaga ando matare dudu mahoragwo nake jogomemwe. Nilisikia dada yangu Kananu pia ameisema kwa Kimeru, kwa hivyo najua pia Wameru wamenielewa. Kwa hivyo sisi wa kwanza ni kusema hatutambui East, tunakuja pamoja kama viongozi wa Mlima Kenya, hata wale ambao wako kule diaspora. Na kwa nini tuseme tuje pamoja? Ni kwa sababu tunajua umuhimu wa kushughulikia watu wetu, na muhimu huo tuweze kushughulikia watu wetu lazima tuwe ndani ya serikali. Sisi hatutaki kuenda opposition. Kuna watu wanataka kuenda opposition huku. Sisi hatuendi opposition. Na vile tunaangalia watu wetu wanadanganywa, tunaweza enda hivyo tukinyamaza tujikute tuko upande ile nyingine. Tunasema sisi tunasimama kwanza na serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Ni watu wangapi wako na Uhuru Muigai Kenyatta? Tuoneshe na mikono kama sisi ni watu wa Uhuru Muigai Kenyatta. Gikuyu kiugaga muikari mutegetina niwa oekelea boeka atia. Hajafika hapo alafu mudharau hati ajui na yeye ndio president. Kiti ya president sio kitu rahisi kupata. Gete no thamaki tiodo muhuthu ate o mundu no akorwo ate no aheo gete take. Na kwena aria mareciria no makorwo kuo, kwena aria marona tutigakorwo kuo. No ithuĩ ta andũ a Mount Kenya nĩ ũndũ nĩ tũĩ bata wa gũkorwo thĩinĩ wa thirikari nĩkĩo tũrebanga. Na tugĩte ta atongoria aya mũrona haha, ithuĩ tũtikorwo mbara, na ithuĩ tũtigũkorwo mwena ũcio wa kũgayania andũ aitũ. Sisi hatutakubali Mount Kenya igawanyishwe. Hizi nguo tunavaa hizi za masuti tutaweka chini. Na nimesikia dada yangu Sabina akisema
tuliwaachilia sana kule Kiambaa. Sisi tutaenda ground, kila mtu ground kwake, door to door. Turudishe watu wetu katika ile njia inatakikana. Tushokiero weke mukaro. Wa sisi ndio tuko na kura zile mingi sana Mount Kenya. Wako Kirinyaga, kesho vikundi ndogo ndogo wote kama nchi ya Kenya, viongozi wa nchi ya Kenya. Kwa hivyo sisi tumesema tutashirikiana kama viongozi. Kuna wale pia kina Kaboko, tutaongea, tutaenda kwa wananchi, tutawauliza na tutachagua na hiyo ndio maendeleo. Ndio sisi wale ambao tutakuwa kwa kiongozi tukuwe tunatetea watu wetu. Kwa nini tuseme hivyo? Waziri Munya amekuwa katika hii wizara tuseme karibu miaka 2. Ni kweli si kweli? Mimi waziri nakushukuru sana, kwa sababu Kirinyaga zilikuwa zinaendelea kufungwa. Tumelia maneno cooperatives zetu kama 5, the top cooperatives, wakulima wetu wanalipwa shilingi 40, 30, 50 mwaka uliopita. Na tumeongea na waziri na tumekubaliana, kwa sababu soko ametafuta mpaka kule Brazil. Hii pesa ya kahawa itoke hiyo 100 ifike 150. Hautakuwa na shida, kwa sababu watu watakuwa wanajua wewe ndio umewaongezea pesa kwa mfuko. Sisi watu wa Mount Kenya tunataka kusaidiwa kwa kazi ambayo tunafanya. Hatutaki tokenism. Sisi ni wakulima, tunajua kufanya kazi. We are not idlers. Kweli ama si kweli? Na totiri agieki kana kwena agieki goko kana moreda shanasha niga. Kwa hivyo tunasema hapo vile tumeongea maneno ya chama, sio viti tunatafutia watu hawataweza kujiendeleza kimaisha. Kweli ama sio kweli? Mnanisikia? Kuongea tu vile tutagawanisha viti, hapana. Sisi tunajua umuhimu wa kuwa katika serikalini. Na tunajua umuhimu kwa sababu ukiangalia hivyo watu wanasema ati serikali ya Uhuru imetengeneza tu barabara. Barabara ndio inapeleka hiyo kahawa yetu sokoni. Tukiwa na kahawa ama tuwe na viazi ama tuwe na mahindi, tukose barabara, zitaharibikia kwa shamba. Kwa hivyo sisi tunashukuru kwa zile barabara ambazo tumepewa kama watu wa Kirinyaga. Na pia wale watu wa Meru pia wameshukuru kwa barabara zile mmepewa na Mheshimiwa Rais, si ndio? Niseme nikimalizia maneno pia, kwa sababu mimi ni mama na ni kiongozi. Mimi ni kiongozi na mimi ni mama Minji. Ama namna gani? Si ndio? Mimi niseme maneno ya kijenda. Tunaona mipangilio ya kuongea uongozi wa taifa. Na hata hakuna hata mama hata mmoja, kwa hiyo tumesonga mbele. Kwa hivyo tukienda kule mbele, waziri ama ma-PSs, tunataka kuona kila mahali tuko na kitu inaitwa gender balance, si ndio? Kwa hivyo mkienda kule juu, kwa sababu sisi kina mama ndio tuko na kura, over 52% ya nchi hii ni kina mama. Siku ya kura, wale ambao wanajitokeza kupiga kura over 70% ambao wanatafuta kiti ya nchi ya Kenya, kuongoza nchi ya Kenya. Ukiwekwa kule juu kama president ama prime minister,
lazima deputy mmoja ama wawili wawe wakina mama, ama kura zetu tutakaa nazo kwa mfuko Kenya. Na wanaume wasibabaike sana, kwa sababu tukianza kuongea kina mama wanasema ni Waiguru wanatafutiwa kiti. 7 wanaume 7 katika hii kiti ya gavana. Kwa hivyo hata mimi nikisema ni kung'ang'ana, tutang'ang'ana, si ndio? Kwa sababu kura zinatafutwa kule kwa wananchi. Na viti ni mingi. Kwanza Mount Kenya ukihesabu kura milioni 9. Hao wenye wanaji viti 2 ukilinganisha kura. Kwa hivyo mimi nasema tuangalie pia maneno ya agenda, tukiangalia maneno ya leadership. Tumekubaliana? Tukaga na Gikuyu matube majaba matikaga atia. Matitorekanagia. Hata mtoto hazaliwi na baba peke yake. Si lazima kuwe na wote wawili. Ongea maneno ya maji, ya dawa, kuna maneno ambayo yanahusu kina mama, ambaye mtu mwenye anaelewa katika ile meza ni mtu mwenye amepita njia hiyo. Kwa hivyo nikimalizia niseme sisi kama watu wa Mount Kenya tuungane. Hiyo maneno ya chama mimi nimeiunga mkono. Tukue na chama yetu, tuchague kiongozi wetu ambaye atatuwakilisha kule juu, si ndio? Na ukiangalia hapa, si unaona tunaona tu tugaga modomogedereke dare muhere wohoro, si ndio? Tutajipanga vilivyo na kura za Mount Kenya tuweke kwa box moja, na hiyo njia tutawaonesha tukiendelea na mbele. Ngai amurathime na mweke wega. Wapi makofi mzuri ya mama? Asante. Naomba tu kuwatambua former speaker wa Kiambu ambaye ni wakili Githu Irongo. Asante kwa kuja. Thank you very much. Pia mbunge wa hapo awali wa Mathira anaitwa Peter Wero ameweza kuwasili. Asante pia kwa kuweza kuwa hapa. Sasa naomba tuende pande wa Laikipia, tumkaribishe kijana governor kutoka Laikipia, Nderito Mureithi. Wapi makofi ya Nderito? Asante sana Governor Lee Kinyanjui. Ndugu yangu Waziri Munya na Dwambero na governor wenzangu, Murega Muga kaere demogaithia na cia gwitu soba ejokona karam ai moto eisio kegaithia isiare raini uguo. Asanteni sana. Mimi ndiye jirani yenu hapa Laikipia. Koguo reu kumo hare uguo ni urakiona junction ya guthie Isiolo kwenda namna hiyo kule Gatheri na tukiikaranagia hamwe. Mimi nashukuru sana kufika hapa kujiunga na viongozi wenzangu tukiongea mambo ya umoja wetu kama jamii ya Mlima Kenya. Nieleze tu kidogo hivi. Ni kuroneka kwi andu maratuthia guku bururi-ini. Kuri andu mahiana atia maratuthia muno. Tare ngori atiriri we ithe mutiaigua Gikuyu andu a Meru. Ngorenda gukwira atiriri kuma Meru guthie Kiambu economy iri hau gatagati nene kuri mabũrũri 34 ma Afrika ino, yani mabũrũri mangiarwo raini uguo ri kuma uri uri na economy nene kinya uri uri ki urigetie mabũrũri macio ri ni 54 54 countries.
ithuere ukuma haha turi gukinya Kiambu kuma Tharaka Nithi guthie guku Naikuru hau uguo gatagati tungiuka namba 20. Yani kuna inchi 34 inchi ambaye iko na rais, iko na waziri wa foreign affairs, wako na defense na mambo hiyo yote. 34 different countries chiresu hake wito no kona mundu akiuga atiriri uhoro ucio wothe no woyo uigerirwo huru githe ti kuhuthio kuwe na riu ri kundu guku ri anake na thuri na iretu aria mari kuo ri wanajua kuendesha dunia hiyo. Kego example kidogo ndokuona muthuri ucio kurugamita haha ugwetwa Nyoro riria ari kuri Amerika ri ari munene wa Rockefeller kabajeti gake ri kari 320 billion shillings na ni hokeirwo ni thi ngima uguo tamuhurira irohi niona ngeria haha ri itanoka gutuika governor guku Laikipia ri na mbere yo ndirakiri mujumbe ri mbere yo ngiri ndari munene wa World Bank uri AFC ngirora Africa ngima koguo riria muraigua tukimwira economy ya gema nitukuhota kumitwarithia ri kwa sababu tunajua na twina uge ureku na tuko na uwezo na tena tuko na nia ya kufanya kazi hiyo. Leuri of course nituramenya atiriri tungienda we king'otore keingaingihe muhuko wao waku no kaegetiko king'otore keure haitakuwa ati itaongezeka kwa sababu ya story ya nini ya Wilbaru todo economy nayo ri na we Mumiru na Muembu na Mukirinyaga na mundu wa kuma kinya Kiambu ni mugaga atiriri thia ya thura mumianiriri. Uchumi iko namna hiyo. Uchumi haitaki fujo na fitina kila saa ati owokira no siasa owokira ni kuhe andu story na ni moyo gwenyui kwaja andu a Meru kwa sababu juzi riria mureheririe President Moi murekerire Kibaki hau tiguo na hakuwa na story mingi ndio uchumi kaweza kufanya nini kuenda juu. Sasa wewe ukikubali ate story nyingi economy githitoke haragana iko namna hiyo na tiviti na tokire haha ithuĩ tokire kuga atiriri turarugama pamoja sisi watu wa mlima na tukisema hivyo kada ile ingeitige kuinaina. Tuko hapa kwa haki yetu kama wa Kenya na tuko na kura milioni 9 na uchumi yetu ndio kubwa zaidi katika Kenya hii. Kwa hivyo kama uko na haja na sisi, wewe kuja pole pole na wazee na akina mama viongozi wa kuongea nao mareha ndoke maorera roheta balari tuko namna hiyo na turathi uguo na hatuna fitina na mtu. Nimalize hivi, ni kweli sisi hatungependa we muge moyo wetekire nawe kuingirirwo tiogo kokahena henererio we no tugutue kina we no tugutue tini tukamuhe PS yeri. Nani alikuambia tunatafuta wawili? Sisi tunatafuta serikali na tuko na uwezo wa kuendesha hiyo serikali. Bas kani ati adwa itu kani atu adwa itu, it is like that. Kwa hiyo mimi nashukuru nyinyi sana sana na mugeuke Laikipia goshera wehoka the other one tutafanya huko Laikipia na nä ithuä tå koragwo kuo ona wathiä rå muruti no ithuä kä ona å ngä thiä må cångåi nä må rä mwaigua kå u kana Suguta Malmar no ithuä gå kora kå u tå kä hå ra må carica kwa sababu tuko na mayo. Asanteni sana, Ngai wa moyo mweke wega. Thank you. He ndamwira atiriri
ithuĩ twĩ governors a Mount Kenya nĩ tũramenya kĩng'oto nĩ twenda kĩongongerereke mũhuko wao waku we Wanjikũ ona niĩ Nderitu ndarĩroha tũgakĩoyana gũthondeka economy ĩyo pamoja. Ta rĩu nĩ tũracira na gũtangatha hivi karibuni nĩgetha werĩ ta rĩu wakorwo rĩ gũkũ Meru na nĩ wakĩrĩha single business permit wakĩra harĩa atĩ wathiĩ kwendia Laikipia rĩ ũragĩtio ĩngĩ yaki githĩ ti wega hau andũ maretikania na guo guoko igũrũ. Asanteni sana, God bless you, thank you. Asante Governor Nderitu kutoka Laikipia. Wapi makofi ya watu wa Laikipia? Na ukirudi huko Laikipia asalimie mzee and tell him we miss him for the great work that he did. Na wataka sasa tunapojiandaa kuita our final speaker ambaye ndio our CS kumtambua Murithi wa Kang'ara ndio chairman wa Jubilee Kirinyaga. We want to welcome you and also thank you for coming. Sasa it's my honor and privilege. Sasa tuko tu na one speaker, alafu tutasoma resolutions na mkutano wetu sasa itakuwa ikifika mwisho. Naomba sasa tumkaribishe mwenyeji and our host today, Waziri CS Munya. One of your baddest.
watu warudi kwa viti sasa. Thank you. Asante sana viongozi wote wale tuko nao siku ya leo hapa University ya Kemu, mangavana wa Mlima Kenya, wabunge, viongozi wengine wote. Kwanza ni shukrani kubwa kwa kuitika mwaliko huu tukaweza kufika hapa sisi zote. Na sisi kama Wameru hapa ni heshima kubwa kuwa na viongozi kutoka eneo zote za Mlima Kenya na hata diaspora kuwa pamoja nasi hapa kuzungumza mambo ya uongozi wa Kenya. Na kwa sababu sisi ni wa Kenya na tuko na stakes katika Kenya, si lazima tuzungumze hiyo? Na hakuna yule atatuweka kando ama watu waende wanjifishe mahali wazungumze kwa niaba yetu bila kutuhusisha. Ama namna gani? Kama ni uongozi lazima tuhusishwe, tuseme ndio ama la. Kwa hivyo hiyo ndio imetuleta hapa siku ya leo. Na tumesema hakuna community haina interest yake. Sisi tungetaka uchumi wetu wa mlima uendelee, tungetaka ajira kwa vijana wetu, tungetaka kilimo iendelee na mabadiliko yale tumetengeza kwa kilimo yaende mbele. Hiyo yote itawezekana namna gani kama hatuko pamoja? Tungetaka kuwa ndani ya serikali ile itakuja, tujue stake yetu kwa hiyo serikali ni nini, si ndio? Hiyo itawezekana kama hatuko pamoja. Hiyo ndio sababu tunasema ajenda yetu ya kwanza ni kwamba kura yetu hiwe kwa kikapu kimoja, tuwe pamoja ndio tuweze kutetea haki zetu. Tunaelewana? Na ndio tuweze kuhusika kwa hiyo serikali iliyoko. Hiyo itakuja, viti yetu itakuwa gani? Share yetu ya hiyo serikali itakuwa gani? Na hiyo share lazima iwe na inalingana na wingi wetu, si ndio? Kwa hivyo declaration yetu ya kwanza hapa Kemu ni kwamba hiyo ajenda ya kutugawanya, na tunajua kuna wale wametumwa hapa kwa mlima kutugawanya, ati kuna mlima wa East na West. Wakati wamepewa viti vikubwa kutoka kwa serikali za zamani, kutoka hata wakibaki, hakukuwa na mlima wa East na West. Sasa ndio tunaambiwa kuna East na West. Wakati tulikuwa tunapigania uhuru ya Kenya, kiongozi Dedan Kimathi akiwa pande ile nyingine na General Mwaliama akiwa pande hii. Na wale wengine tulikuwa na East na West. Kwa hivyo umoja wetu ni muhimu sana, na hiyo ndio lazima tuweke pamoja. Na tukisema hiyo hatusemi so and so asitafute kiti. Kila mtu hako na haki ya kutafuta kiti. Kwa hivyo hatuko hapa kusema nani asitafute. Tafuta, watu wakikubali ni wewe, sitakuwa wewe. Lakini usitafute kwa minajili ya kutugawanya. Kwa sababu kama unatoka East na unatoka kiti ya urais ya Kenya, kwani hutahitaji kura ya West? Si utahitaji kura hata ya Wakenya wale wengine? Sasa ukigawanya hapa nyumbani ndio utapata kura ya kiti ya rais kule mbele. Kwa hivyo si kura hiyo inatafutwa, ni ajenda nyingine. Kwa sababu ajenda ya kura, wingi wa kura ni muhimu. Na kama ni muhimu, kwanza unaanza nyumbani. Wanasema sawa sawa. Na kusema hivi hatujasema kiti isikuje East. Kwa nini isikuje hata East? East hata ni Kenya pia.
na hisi ni mlima, ni pato mlima, si ndio? Hatujasema hii sisi tunataka msimamo moja, tuwe kitu kimoja, ndio tuwe na nguvu kwa serikali ijayo, sawa sawa, na hata ile itakuja hapo mbeleni, watoto wetu pia wawe huko. Hiyo ndio agenda ya kwanza, declaration ya kwanza. Ya pili, pia tumesema kama tutakaa kitu kimoja, hatuwezi kuwa kitu kimoja kama tutakuwa huku, huyu wako pande ile, mwingine kule, mwingine kule. Lazima tutakuwa na chombo moja, sawa sawa. Tutazungumza pamoja, tutapute chombo moja ili ambaye itaweza kutupeleka kule tunataka kwenda. Si hiyo ni sawa sawa? Wangapi wanasema hiyo ni sawa sawa? Wangapi wanasema hivyo? Ile ingine tunasema kiongozi wetu wawache kutukanwa. President Kenyatta, wale wanamtusi hata watuheshimu sisi, kwa sababu kiongozi yule mmechagua anaakilisha nyinyi. Akitukanwa ni wewe unatukanwa, ni madharau unaonyeshwa wewe ambaye uko nyuma yake, si ndio? Kwa hivyo unazunguka huku ukitafuta kura Mount Kenya na hapo kila kwingine unatusi kiongozi wa hapa. Wale anatusiwa ni nani? Na heshima si utumwa, sisi usema kila wakati. Ukiheshimiwa, ukiheshimu watu na wewe pia utafanya nini? Utaheshimiwa. Na president wa Kenya ni symbol of national unity ya Kenya. Akitembea kule nje watu wanaona Kenya. Akiwa Uganda watu wanaona Kenya. Akiwa France watu wanaona Kenya. Sasa kama hapa kila kitu ni matusi, unaona hiyo ikifaa? Hati hajafanya kazi. Mimi nimezunguka huku Kenya, hakuna mahali naona barabara itengenezwe, kila mahali. Nikienda huko Lamu nakuta barabara sijawahi ona. Nikienda huko Kwale naona hivyo hivyo. Nikipitia hiki kwa mlima huku naona barabara zinatengenezwa, mandamu imetengenezwa, maji inatengenezwa. Kilimo tumefufua. Ile kazi hajafanya ni gani? Najua hapa kuna changamoto kidogo kidogo hapa Meru ya barabara, na hiyo pia inatatuliwa. Zile barabara lituahindi, zingine zimekwama, lakini najua pesa inatafutwa, ndio hizo barabara sifanye nini? Sitengenezwe. Kwa hivyo usiletee hiyo agenda ati ndio unataka kutumia kutukawa. Kunao wanazunguka na hiyo agenda. Oh, ati Mau Mau Road. Sisi tunataka barabara, hata uite Mau Mau ama uite kitu kingine ni sawa sawa. Ni barabara tu tutatembelea huko, si ndio? Kwa hivyo tusambasiwe barabara eneo hili, na president amesema asili aliahidi na hata singine ataongezea eneo hili la Meru. Hiyo isiwe kisingizio na itumike kama fitina ya kuja kutugawanya. Na tukumbuke, mimi nilikuwa nikisema kwa mikutano ile tumeenda sana, nimekuwa nikisema tusisahau kuna wakati tulikuwa nje ya serikali kwa miaka ngapi? 24 24 years tukiwa opposition. Biashara zetu zikaporomoka, majani chai ikaisha, kahawa ikamalizwa. Kila kitu, Pyrethrum ikafungwa, sasa ndio tunafufua. Kila kitu ikamalizwa, tukaanza kujenga upya wakati Kibaki alirudi. Sisi hatutaki kuenda hiyo barabara. Ama mnataka kuenda hiyo barabara? Mimi leo sikutaka kusema mengi. Tumetembelewa na viongozi. Na kuna watu huwa wanasema, "Oh, Munya niko peke yangu na hao wote mnaona hapa ni akina nani?"
Na watu wanaandikanga hiyo kwa social media, au mwenye anakuanga peke yake. Lazima niwe na wewe ndio niwe na watu, wewe peke yako ndio mtu. Hawa wote si watu. Ati lazima niwe na mtu fulani, na sijakataa kuwa na yeye, pia yeye harudi kwa watu. Hata hii mkutano tulialika kila mtu. Tukasema wabu isambae. Si ndio? Hatutakuwa na unity ya Kenya na stability ya Kenya kama hakuna unity na stability ya mlima. Kwa sababu tunasema charity begins at home. Hautatugawa hapa alafu uende kule mbele ukisema unity huko nje. Anza hapa nyumbani. Sawa sawa? Na tukisema hivyo useme hakuna matatizo. Tatizo iko hapo. Najua kuna shida ya ajira vijana. Kwanza kwa kilimo, agriculture, kilimo tumeanza sasa kuangazia mambo ya vijana. Tuone ni vipi tutawahusisha kwa kilimo, na si kilimo tu ile ya njembe, ni kilimo ya aina yoyote, hata kutumia teknolojia, utaalamu, vijana waingie, waanze kupata pesa. Kwa sababu hata kilimo iko na pesa, si ndio? Waanze mambo ya processing, kuanza factories ya kuprocess chakula, biashara kule. Hiyo yote tunachangia, tuna program kubwa kwa ministry saa hii ya kuangazia mambo ya vijana kwa agri business. Tutaendelea kufanya vile tulikuwa tunafanya zamani, si ndio? Si vijana wetu ndio wamesoma zaidi yetu. Sasa tunataka waingie huko, na tuko na hiyo mpango ya kuhakikisha imefanyika hivyo. Value chain zetu zile muhimu eneo hili tumeangazia. Umeelezwa kahawa inaenda vizuri. Hata leo asubuhi tulikuwa tunazungumza na president mwenyewe mambo ya kahawa, vile soko ya dunia iko, na tunaona itaenda juu zaidi. Sasa hivi usiwe na haraka ya kufunga, kuuza. Kama unalima kahawa, mimi nakwambia weka kidogo, process weka kidogo. Tupime soko. Tunaona inaenda juu. Sawa sawa? Na waja waliolima kahawa rudi huko, pesa iko huko. Mimi nilirudi. Mimi nalima yangu saa hii naongezea. Because naona I can smell money. Na hiyo pesa ikiingia hapo. Turudi huko. Maziwa tumerundisha tukatengeneza. Na saa hii tuko na mpango ya kuenda kuongezea wakulima wa maziwa zile coolers. Tunatafuta pesa. President anasema tutafute pesa tuongeze makula. Kila mahali mnahitaji hizo kula. Ndio muweze kuendelea kupreserve maziwa yenu, ndio iwe sawa sawa ipelekwe. Soko iko kubwa hata itoshi. Wale wana ng'ombe ongeza. Bei haitateremka tena, tuliweka minimum price. Tuliweka minimum guaranteed price. Mambo ya chai pia tunaanza sasa kuweka minimum price. Already tumeanza hiyo kazi. Mambo ya miraa mnaona tunaendelea kuangazia. Ile soko kubwa ya miraa ni kule Somalia. Hiyo ni serikali uliwa hiyo soko. Serikali inaongea. Tunaendelea. Ni vile hatuongei sana kwa sababu hiyo ni mambo ya diplomacy. Tutendi kuongea sana kwa uwanja. Lakini mnajua president alisaidia pia kwa miraa. Tukaweka ile pesa sako tukafungua, ambayo watu wanaomba pesa kwa gharama ya chini 3%. Tuliweka eneo hili, tukaweka huko Embu pia. Umesikia gavana wa Nairobi ambayo ni msichana wetu. Tumeanza kushirikiana kuona miraa inauzwa mahali safi huko Nairobi. Si amemweleza yeye mwenyewe. Na tutazungumza na marafiki wetu wengine. Hata njoo ni rafiki wetu huko Mombasa. Tunataka tuzungumze naye atupe mahali pazuri. Si ndio? Tutazungumza na yeye, hata tunazungumza naye kwa runinga za hii akisikia. Hii runinga iko live. Nasikia akiwa huko Mombasa. Wewe umekuwa rafiki wa watu wa Mount Kenya, tupatie mahali pazuri kwa kuhusia vitu yetu. Si ndio? Na Samira tupate mahali hapo. Na pia tuliandikia mangavana na kanso na wakaturiplaia barua niliandika ya kwamba wapunguze ile gharama ya miraa ile sesi. Naonekana inawekwa ya miraa zaidi ya mazao ile ingine.
Miraa pia ni zao kama viazi, si ndio? Isiongezewe gharama, kwa sababu ikiongezewa gharama yule mapato ya mkulima inakosekana. Tuliandikia Council of Governors barua, tukawaambia watasame hiyo mambo, na wakareply wakatuambia they want to harmonize, wanataka kuanza kuharmonize cess yote ya misao yote. Tunauliza governor kwa sababu wako hapa na hata chairman wao Wambora ni mmoja wetu, mmesikia kipeana apology yake hapa, na yeye pia analima miraa. Tunamwambia tuangazie hiyo, na hawa najua watatuangazia hiyo, si ndio bwana Lee? Si mtatuangazia hiyo mambo ya miraa mkiwa kwa kansu, ndio ile sesi iwe harmonize na ile masao mengine. Na kule tunahusia kwa kaunti zenu, mtusaidie tupate nafasi pale, tutahusia mahali safi. Sisi tutashirikiana hata kujenga, kama Nairobi tutajenga na gavana wa Nairobi. Tumekubaliana agriculture itatoa pesa tujenge hiyo soko hapo Nairobi. Njogo wakitupatia pia tutajenga ingine huko. Tukiongea na wale wengine tutafanya hivyo. Sasa nataka kusema hiyo tu ya miraa zaidi, lakini sio miraa peke yake. Soko ya chai already tumeanza, ile tunaenda minimum guaranteed return tumeanza. Na tunaona behavior ya soko iko sawa sawa. Within another 2-3 weeks tutaona imestabilize kwa hiyo bei. Kwa hivyo kwa kifupi, sekta ya agriculture tukiongozwa na tukiwa guided na president, si tumefanya kazi. Kazi imefanyika. Hapo mbeleni ilikuwa kelele ati kazi haifanyiki, na wale wana tugawa ndio walikuwa wanapiga kelele. Wakati tumenyorosha wamekimya, hata wasemi asanti. Mwasikia wakiongea? Hata wasemi. Kwani bottom ni gani? Sio ndio bottom? Kwani kuna bottom mwingine gani? Bottom ni kuangazia mkulima wa kawaida, huyo ako bottom. Kuangazia mwanabiashara yule mdogo ambao president ameweka pesa, hiyo ndio bottom. Kuangazia barabara za kilimo mtu aweze kufikisha mazao yake kwa soko, hiyo ndio bottom. Ama mnafikiria kuna miujiza ingine itatokea bottom mwingine ambao tujui? Si ndio hiyo? Kwa hivyo sio ati agenda mpya, sisi tumekuwa tukiangazia hiyo. Kisikia SME kwa trade ministry kule nilikuwa na ile president ameweka pesa ya guarantee, ndio biashara zile ndogo ndogo, hasa biashara za youth na vijana ipate pesa. Hiyo ndio bottom. Bottom ya economy, yule mtu wako chini. Si ndio? Hata bwana, si ndio? Hiyo kazi inaendelea. Kwa hivyo mimi sina mengine zaidi. Nataka kusema asante kwa kupata wageni wengi hapa Meru. Muendelee kuja Meru. Meru ni kwenu nyumbani. Na tuwaimbie kawimbo kamoja tukifunga. Kabla Bwana Lia tufungie na resolution, tuimbe kawimbo kamoja kale kakushikanisha watu. Si ndio? Ile yetu ya Kimeru kawimbo inakuanga isi ile ya kuwa pamoja na kupendana na kushare, sharing. Governor Lia na kwa makofi ya imba atusomee resolutions za Kemu resolution declaration. Aya, nasikia unakosolewa waziri, ni Meru declaration. Si ni kweli? Na kwa sababu wote tumekuja hapa tangu asubuhi, mkatupokea kwa njia ya kipekee na mkatusikiza, kuna yale ambaye secretariat yetu led by our team here wamekuwa wakichukua so that we go home knowing what we agreed. Mtanikubalia tu nisome, alafu tukimaliza we do our anthem and thank God for coming. Is that okay? Haya, ya kwanza ni kwamba eneo letu liko na wapiga kura wengi sana na idadi yetu ya kura pia ni mingi. Wakati tunaonyeshana tuko confused,
hiyo confusion inaenda mpaka nchi yote. Also when we get organized, the whole country gets organized. So our journey here is for the benefit of everyone, and we will encourage these meetings, and therefore to that effect tulikuwa na mkutano ya kwanza pande ya Nyeri, tuko na mkutano ya hapa, na mumesikia tayari tumepata mwaliko ya kwenda pande ya Laikipia kuweza kujumulisha mlima iwe moja. Tumekubaliana na hiyo azimio? Tumekubaliana? Ya pili. Thank you colleagues. Asante. Ya pili, mambo ya uchumi, kwamba eneo letu liko na mahitaji ya kiuchumi. Vijana wetu wangetaka mambo ya kiuchumi yaangaliwe, mambo ya majani na kahawa, pyrethrum na maziwa yote tungetaka iangaliwe, na tunampongeza Waziri Munya kwa mabadiliko ambayo tumeanza tayari katika Wizara ya Agriculture. Lakini tunasema hata kwa biashara, kwa SMEs, kwa kina mama tungetaka kuangaliwe ili kuwe na liquidity ama cash kwa economy. Tumekubaliana hiyo? Asanti. Ya tatu, kwamba consolidate our numbers and negotiate as one team. That we shall not have north or east or northeast and southeast and southern whatever, kwa sababu tunajua kuna northeastern pande ya east na west. Coast iko na east na west. Nyanza iko na east na west. Umasaini iko east na west. Lakini ikifika kwa mlima tunataka sasa kujulishwa kwamba iko east na west. Tunakemea hiyo maneno na tunasema we shall negotiate as one team. Mumekubaliana na hiyo? Asante. Tuko na wengi wetu ambao tuko nje ya Mount Kenya region, wengi wetu tukiwa Lamu, wengine Kajiado, Kitale, Narok, Nakuru na kila mahali ambao tunaita diaspora. Kwa hivyo tunapozungumzia mambo ya Mount Kenya nje, lakini tunajua the political decision ama wave inaanzia katikati ya mlima, na ikianzia hapa ndio inaenda mpaka Lamu, inaenda Kajiado, inaenda Nakuru na inaenda kila mahali. Hakuna wakati wave ya region yetu itatoka sehemu nyingine. Kwa hivyo tunasema wakati tuna negotiate na watu wengine, pia tutajumulisha watu wetu ambao wako katika diaspora. Tumekubaliana hayo? Tumekubaliana? Haya, ingine pia tumesema hapa, Rais Uhuru Kenyatta alichaguliwa na ametoka eneo letu, tunamheshimu na pia tungetaka aheshimiwe na viongozi wengine, kwa sababu hata siku zijazo hata wale marais wengine watakuja, hata hao tutawapatia heshima. Kwa hivyo wetu katika ile muda yote yuko, hatutaki viongozi kila wakati wakisimama na wengine hata wanasema wanatoka huku na kila siku ni matusi. Heshimu rais, afanye kazi yake, he is a symbol of national unity. Tumekubaliana hiyo? Ya mwisho tumesema tuwe na empowerment programs specifically targeting our youth. Kwa sababu mnajua hata mwaka wa 2013, 2017 Jubilee tulikuwa tukisema sisi ndio digital. Sasa from digital si tunapasa twende hata juu zaidi. Lakini huwezi ukatoka digital uende level zingine tunaambiwa. So we want to move to the next level. Kwa hivyo mimi nawaomba, hii ndio ile maazimio ama declarations ambazo tumefanya leo, na kwa sababu viongozi wale wako hapa na wale pia ambao wamewakilishwa hapa na nyinyi pia tumekubaliana, tunaomba tuimbe wimbo yetu ya mlima alafu tushukuru Mungu kwa kufikisha. DJ huko mwenenyaga kumbusha pia. Tuelewane hapa, tunasema tutakuwa katika chama moja within our region, na pia tunasema tuko na leaders who are capable and willing and can lead the region and the country as well, na tunawapatia nafasi wazunguke, wajitambue, waseme ile wanataka, na hakuna mtu atasema kuna hatia tumechukua.
So our sons and our daughters from the region who are interested, you are most welcome. And the constitution allows you to do that without any fear or favor. Asante. Tuko tayari. Haya, twende kazi. Ingai mwega wemutangiri waita Mwamukeri mbongo na manoyo Ayore mbere potinge hoto nizo Wene nyaga twakuhoya Eto hoyaga wedani na yetuyo Nanda nyinge siendo arulele Wigu wano wagekuyo na mumbi Wene nyaga twakuhoya Dagutare George Kamau Ibiria maina tupros DJ Dash Itoyaga tupona na tuiwele Umangongu nginya kale matura Ideo kehanige gadira Yamba seitana shirifu Mwaiga Teacher Grace Akiwa pale Kiabu Ikama timo moro wagiro kombo Yamba seitai kerora forori Watigairo nekoyo na mumbi Wene nyaga twakuhoya Kimiri DJ Dash Ingai mwega emutangiri waita Mwamukeri mbongo na manoiro Ayore mbere totinge hoto nizo Wene nyaga twakuhoya Itoyaga wedani na giteo Nanga nyinge siendo harulele Oiguano wagekuyo na mumbi Wene nyaga twakuhoya DJ Kips akiwa US Dallas Toyaga tukona na tuiduele Umangongu nginya kale matura Ideo kehanege gadira Yamba seitana shiritu Wagiro kombo Yamba seitai kerora forori Watigairo nekoyo na mumbi Wene nyaga twakuhoya Imwene nyaga twakuhoya Nora iwatani wakoko Ajuga na musafa Totinge hoto nido Mwene nyaga twakuhoya Tohoyaga wendani na giteo Nada nyinge sia wendo warulire Oiguano wagekuyu na mumbi Mwene nyaga Twakuhoya tukona na tuithothe Tumangongu nginya kale matura Hindi iyo kehanege gadira Jamba siaitana siagaito Ekama timbo muro wagiro kombo Jamba siaitai kiruira bururi Twatigiru negekuyu na mbombi Mwene nyaga twakuhoya
baba nĩ atĩa ngĩtĩkia Mũrungu nĩ atĩa ngĩtĩkia nĩ atĩa ningĩtĩkia mĩrũ ĩyĩ twĩkenda na kũgatuĩka ũtĩ mwimenti kũgatuĩka ũtĩ mũtia kũgatuĩka ũtĩ mwĩembe tũgatuĩka twĩ gĩntũ kĩmwe Ngai nĩ atĩa ngĩtĩkia mwene hinya nĩ atĩa ngĩtĩkia baba nĩ atĩa ngĩtĩkia Mũrungu nĩ atĩa ngĩtĩkia nĩ atĩa ningĩtĩkia mĩrũ ĩyĩ twĩkenda na kũgatuĩka ũtĩ mũcogoria kũgatuĩka ũtĩ mũtharaka